Okay, karibu sana. Leo tutaangalia jinsi gani ya kuweza kuzipika kashata zetu za karanga ambazo ni za kusaga. Kwa hiyo husika nami mwanzo mpaka mwisho uweze kupata hayo maarifa. Kwanza kabisa vitu ambavyo unapaswa kuwa navyo, lazima uwe na karanga zenyewe, lazima uwe na sukari, unaweza ukawa na ladha kama utahitaji kuweka ladha, utakuwa na sufuria, mwiko, jiko pamoja na meza au tray kwa ajili ya kuweza kukaushia au kukatia kashata zako, sawa? Kwa hiyo ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Hapa tutaangalia hatua ya kwanza ya uandaaji wa kashata zile zinakuaje, hatua ya kwanza. Then video ambayo itafuata ni hatua ya pili, jinsi gani ya kuweza kuzisaga pamoja na kufanyaje na kuzipika kabisa moja kwa moja. Sasa hatua ya kwanza unapaswa pia kuzichambua karanga zako kwa maana zifanye ziwe safi. Ukishamaliza kuzichambua unaenda kuzikaanga, unaona? Kwa maana sufuria yangu ni nzito kidogo. Kwa hiyo kwa maana nzito tafsiri yake haipitishi joto kwa haraka sana. Kwa hiyo naweza tu kuzikaanga hapo. Mwingine huwa anaweka mchanga afa anakaanga. Kumbuka nafanya njia ya kawaida sana kiasi kwamba yote anaweza kaifanya, so kutumia ile oven. Kwa kama una oven na safi, unaweza kuzioka na zikawa tu vizuri, baadaye tukazitoa maganda. Kwa hiyo kama hauna wala usipate pressure. Sio kwamba mimi nashindwa kufanya kwa sababu sina oven, no. Unapaswa kuzikaanga kama ninavyofanya mimi. Na ndio maana nikasema hii video naifanya katika njia ya kawaida sana, njia ya chini kiasi kwamba yeyote anaweza akafanya, uwe na oven au hata usiwe na mashine ile ya kuweza kusagia. Unaweza kutonga kutumia kinu, mimi nilitonga kutumia kinu, kwa utaona huko mbele. Hapo tayari zishakuwa zimeiva. Kwa hiyo hakikisha unazigeuza mara kwa mara karanga zako usije zikaungua, sawa? Baada hapo unamimina karanga zako kwenye nyungo, then utaziacha zipoe na utaanza kuzimenya. Kitu ambacho nasisitiza kwamba hizi kashata nimezipika kwa njia kawaida sana. Kwa maana sijatumia oven kuweza kuzioka. Pia sijatumia ile mashine kwa ajili ya kuzisaga. Nimesaga kutumia kinu kwa maana nimezitwanga. Ukitwanga unatwanga mara mbili. Unatwanga mara ya kwanza, unachukua zile kubwa unatwanga tena, inakuwa safi, zinakuwa laini tu vizuri. Kwa hiyo usishindwe kufanya kisa hauna mashine, labda hauna oven. Usishindwe kufanya kisa labda umekosa hela kwenda kusagia mashineni au umekosa ile blender kuweza kusagia vitu vikavu. No. Chukua kinu, weka hapo, twanga, maisha endelee. Utapika kashata mzuri sana. Tamu na yani utakuwa vile sana yule ambaye ameblend katika mashine, sawa na yule ambaye labda alioka katika oven. Kwa hiyo ni kawaida. Usikompliketishe kwamba lazima uwe na oven, usikompliketishe kwamba lazima uwe na mashine ya kusagia au peleke mashineni. Kama nafasi ipo fanya hayo ya mambo. Ila kama nafasi hakuna, usishindwe kufanya. Nimeshakuonyesha njia hapa jinsi ya kuzioka simply. Cha kuzingatia kwenye kuoka kwa maana inabidi usilaze damu, geuza mara kwa mara, sawa? Yes, hapo baada ya kuzimenya na unapeta hivyo, unavipeta kwa ajili ya kuweza kuondoa yale maganda ambayo yapo. Hakikisha kwa maana tutazimenya baadaye tutazisaga. Kwa hiyo jambo tu kuweza kuzingatia au kufuata hatua ambazo nimeelekeza. Kwa wale ambao huwa wanapenda kujifunza zaidi, basi waje WhatsApp, namba nimeweka hapo. Waje WhatsApp wataweza kujiunga nasi. Kwa hapo tayari tuangalie hatua ya pili sasa.